Praise God. If you are seeing us well, good. Allow me to honor men of God in this place. Pastor Amos, Pastor Simon, Pastor Sylvester, the Jeshi family, military family. We have our patron here and our chairman. Thank you so much, man of God. Thank you so much, our chairman, Luke Ofwela, for the good work. And the chair lady, praise the Lord. Thank you so much. My name is Isaac Mche. Wengi wananijua lakini mimi siwajui. Praise God. I met one of the officers akasema, ni wewe ndio Pastor Isaac? Nikamwambia mimi ndio Isaac. Praise God. So I'm delighted to be in the presence of God. And I know you too, you are happy to be in God's presence. This is the day that God, Jehovah, has made, that we come and hear. For the Bible says that He cannot gather His people in vain. He always gathers people because He has a word. Praise the Lord. I know you've not gathered here in vain. Allow me to honor my father who is in the house, Pastor Papa Collins na mom. Mahali hapa, he was our former chairman, Papa Collins. Praise the Lord. Ana najua Papa Collins hapa. He has been my parent here. Na pia nilichapa viboko shuleni. God bless you. Pastor Rono, I love you. God bless you. You all the evangelists wenye wako mahali hapa, Mungu aendelee kuwapea nguvu kuendelea na hii safari. My wife is here, ita Pastor Willie. Siyafanya tu namna hii. Just tunafanana. Praise God. Tunafanana. Leo niko na furaha. Praise God. Niko na furaha kubwa kuwa katika huu mji Mandera, na wakati wote hata nikiwa huko nje mimi natembea na Mungu tu, sijawacha Yesu chini. For the Bible says that He that is greater lives in us. He that rose risen Christ from the grave lives in us. So wakati wote you walk with Christ. Hallelujah. You walk with Christ. So siku ya leo wa Kristo, ningependa tusungumzie jambo ambalo Mungu wetu hapo na kusudi na sisi. Praise the Lord. Mungu anapenda watu wake ambao yeye mwenyewe aliwatengeneza. The Bible says He made man out of His image and likeness. Let me move closer so that we get to understand. Vile walikuwa wanasoma katika kitabu cha Genesis chapter number 1, 26 to 27. So the Bible says that God said, let us make man. Let us make man out of our own image and likeness. What is image? The righteousness of God. And what is likeness? That is the holiness of God. So the mandate of God creating man
is that man should walk in holiness and righteousness. You should represent God, number one, in righteousness and in holiness. Let me ask you a question as a church. That from the beginning of this year, unakumbuka message gani ambayo ilihubiriwa hapa na inakuzungumzia wakati unatembea? Na kama haukumbuki moja, jua ya kwamba you are in a wrong church. For the church is here to make sure that the people of God operates in righteousness and holiness. That's why you will hear people wanasema kama hiyo kanisa ni ya repentance and holiness. Hakuna. The church should preach purity. And when I speak about purity, I'm not speaking about immorality. Purity, hata ukiangalia mtu na macho mbaya, pia ni vibaya. When you admire something that doesn't belong to you, ni vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama kanisa, we must develop the fear of God in us. The Bible says that those who call upon the name of the Lord would be saved. Praise God. When you are in this city, let me assure you, when you are operating in the ways of God, you will stay here 100 years. Na hakuna even arrow itakushika. Because Mungu amekuficha mahali hapa. But when you operate outside the diameter of God, the arrow of enemy will find you. The church is not a place where we should preach comfort. We should preach the truth of the matter. You've not come here to kupembeleza. We've come here to know the truth about our God. The Bible says that you will know the truth, and the truth will set you free. What is the truth? The truth is the word of God. What is what? The truth is the word of God. My people perish because they lack knowledge. When you lack the word of God, you will perish. Praise God. Utaangamia kama hauna neno la Mungu ndani mwako. Yaani you are toast. Unaenda huko wanakupitisha huko na rudi. But when you have the word, when you walk with the word, hata wangapi wakisimama mbele unapita katikati. Because the word orders your steps. The Bible says that the word of God will order our steps. Amen. I've come to speak about the burden. Mzigo gani wewe uko nao kwa kanisa hili? Ama wewe unapea kanisa mzigo? Kama tunapatana. Don't be there to give the church the burden. Be there to help the church to carry the burden. What is the burden of the church? To preach the gospel. Amen. Be there as an agent to preach the truth. Hapa si jama. People should get Pastor Amos. People should get the word of God and live. When they leave this altar, they are blessed. Where there is no word of God, there is immorality. Mahali ambapo neno alihubiriwi vizuri, iko ujanja mingi hapo. Praise God. Amen. I have a burden to preach the word. Sio kuongea maneno. If we don't work together in the word, leave me alone. Hallelujah. Amen. Unasikia watu wa Mungu. Ukiwa unatembea katika njia za Mungu, tembea. Carry the burden of God. Jesus carried the burden of sin on the world. Na akakufa kwa ajili yetu. Look at that. Yesu hakuwa na makosa. But he said, my people cannot perish while I'm watching. So he came to redeem the world by his blood. And then they buried him. And on the third day, Jesus Christ rose from the grave. Then he gave us eternal life.
That is the burden I'm talking about. Wewe kama Mkristo, wakati unakuja all souls, ni wapi unasaidia kanisa? Ama ni wewe unaangusha kanisa? Praise God. Amen. Nataka amen ipande juu. Wewe umekuja all souls kuangusha kanisa, ama uko na mzigo ambao unasaidia kanisa? A believer is someone who believes in God. A believer is automatically blessed, sababu anatembea ndani ya Mungu, atafuti baraka. Sisi kama mnapata, when you believe, you are granted of the blessing of God. You can't look for the blessing. Chunga vizuri sana kama unatafuta baraka. Ingia ndani ya Mungu kwanza, vitu vingine sababu. Bible says in the book of Matthew chapter 6, the Bible says, seek ye first the kingdom of God, and all other things will be added unto you. Why are you looking for things and not God? That is our special. Look for God, what one. Look for God. Have a burden. When you are in the town, at this lifetime, I need to be in the church. I need to pray for Mandela. Then you come at this place. Wewe maombi ya upatikani lakini mshahara ndio uko nayo. Sasa itasaidia aje kanisa? How would that help the church? Praise God. Come here. In fact, I was thinking, this is a place where you can seek God than any other place. I was thinking, I was praying about Mungu, you have given me this burden. Ya kwamba wakati tunaenda lunch hour, let the church be full. Let the church be full. Lunch hour peke yake. Unakuta hapa hakuna mtu. Unapata Joshua ndiye anatengeneza hapa na Joy. Joshua and Joy. All other people, they are on their business. What is your burden, evangelist? Eric, what is your burden as a man? Can you stand in the gap? The Bible says in the book of Ezekiel that God is seeking for a man to stand in the gap and pray for Israel. All other men wameenda kujificha, but tunapatikana hapa because of this city of Mandela. People need to travel. Barabara imefungwa na umelala. Come here and pray. Come and intercede. Become one of the prayer warriors in this place. Praise God. Amen. Watu wa Mungu. Watu wa Mungu. God created man in his own image. And he gave him dominion. Na akamwambia kwamba take over the world. But man failed. Man failed. The Bible says where your treasures is, that is where your wealth is. Watu wamevalue kazi hata bila kuvalue Mungu. Anamwambia mimi kazi yangu. Then you are praise and worship. We should take you out of that team. Because you are a burden to the team. You are not carrying the burden. That is me. When you are in the choir, carry the burden for the choir. Evangelize, preach. And we asipokuwa mimi siwezi fanya hivi. That is not good. Assume, because salvation, God called you alone. Can you represent God alone? Hallelujah. Amen. Wewe jitolee kama wewe na umwambie Mungu hata kama umekataa. Just as Jesus was saying that I and my household I will praise the Lord. Amen. Praise God. Amen. And praise the Lord. So tulisomewa kitabu ya Genesis chapter 1 verse 26 to 27. That is where God said, for all the things I have created, let man look alike me. Sisi peke yetu ndio tunafanana Mungu kwa vitu zote. Look at that privilege. Na wewe unafanya vitu ambazo asimpendezi. Is that good? Church? Seriously? I always look at the fish in water. Wakati samaki hapo katika maji. Hakuna siku
utafunza samaki kuogelea. Why are we being taught on how to operate as Christians? Wewe na samaki nani akunakili? Maana hata ndege afunzi kufly. Mbona wewe unafunzwa kuishi maisha kama Mkristo? Mbona usiishi tu kama Mkristo? Sunday school wakubwa wako. Those guys should be here. Wale wakubwa wakuwe katika service kama hii. Waache wadogo huko. Hao wakubwa wenye wameanza kumea nywele waleta hapa. You should hear such message. Praise God. Never usikae bila mzigo kanisani. Wakati nilifika katika mji wa Kisumu, mchungaji akaniangalia na akasema, wewe ni pastor? Nikamwambia wewe ndio unasema. Wewe ndio unasema. Na akasema we are giving you a service, first service. Na first service katika hilo kanisa watu ni wachache. I found like kijana alikuja huko siku moja in Kisumu. Job was there. And ati hiyo kanisa watu hawakujangi asubuhi sababu neno litahubiriwa main service. Nikasema this is a fertile ground to preach the gospel. Nilipata watu tatu. Nilipreach kama sitahubiri tena. For the Bible says where two or more are gathered, then the Spirit of God is there. Watu ambao wanakuja late kanisani hawapepani Bible. They can't gather. Wao ni complain tumechelewa kurudi nyumbani. Watu kama hao wakikuja kuhubiri ukimpea main service ya asubuhi anasema unajua mimi ni mkubwa siwezi kuhubiri hiyo watoto. That mentality should end in the church. Amen. People who come early in the church, mostly these people are born again. Ni watu ambao wamebeba mizigo ya kuabudu, ya kunena, ya kuomba. Wewe unakujanga saa ngapi kanisani? Nakuja na bibi yako ameshika mkono. Saa 4 kanisa gani? Uko na mzigo gani? Praise the Lord. Look at how the church is. If ndio kanisa inakaa. Na kanisa kama hilo mchungaji hawezi kuuza. Utaenda wapi? We need to preach the gospel. Look at how people like Ezekiel were confronting the dark one in Israel. People like Jeremiah. Those are people with corrosive anointing. If you are a man of God and you don't confront such things in the church, then you are a wrong person. You should tell the church the truth. Wakufukuze. You should tell the church the truth. Hii kazi hatujaitwa. And if you come here like this, na nikuja na uongo hapa, it is very bad. Unaishi katika maisha ya dhambi na tukwambia, it is very bad. Very bad. It needs the man to stand. It needs the man to stand and declare that this is what the Lord says. In the book of Amos chapter 8, the Bible says, verse 1, ya kwamba nimeona the basket with ripe fruits. Ripe fruits. Kikamba ambacho kiko na matunda ambayo yameiva. Lakini watu hawataki kula hiyo. What is that? That is the word of God. Tukikuja tuseme ya kwamba we need to have a prayer meeting, you don't come. But the Bible says wakati unakuja ambao unatafuta hilo neno la Mungu na utalipata. Can we meet the business in the church? Don't be the agent of disobedience in the church. It is very bad. Na wakati umepanda disobedient, wewe ndio utafuna, sio mimi. Wewe ukikuja na kiburi hapa, wewe ndio utafuna, sio Pastor Isaac. Wewe ukiamua kupanda mzuri katika haya madhabahu, utafuna hapa. Utafuna. Wewe sipanda ngano na unafuna mahindi. Haiwezekani. Are you getting me? There are men in the Bible who carried the burden. Hebrews chapter 11 verse 30 to 40. Biblia inazungumzia mama anaitwa Rahab. The Bible describes her as a
Malaya. Kahaba. But the Bible says that woman alitumika kuwaficha watumishi wa Mungu. He decided to subscribe his faith to the faith of the men of God. Wewe umejaribu kusaidia wachungaji wangapi katika huu mji? Ama wewe ndio unaficha wachungaji kwa nyumba? Wewe ukiwa mama hapa umeficha wangapi katika nyumba? Mtu ambaye angetumika katika haya madhabahu. Wewe kama mzee umejificha huko na unafaa ubiri. Is that good? Why can't we behave like Rahab? Wanaweza kusikia? Rahab alikuwa hapo, but akawaficha watumishi wa Mungu na akasema hawa hawawezi uwao. And then during the night this woman akawafungia na akasema torokeni. Huo ndio mzigo tunafaa tuwe nao. Ni mara ngapi umekuja kuambia pastors we are praying for you? Ni mzigo gani umebeba? Hapo unampiga. And let me tell you, the man of God, be it young or old, ukimkuza namna hii kama umekuza jicho la Mungu. Na huyo mtumishi akiwa mzuri ukimkuza hata hawezi kuangalia anaenda. Your life is in trouble. Praise God. Never joke with a man of God. Kama wewe ungekuwa mtumishi basi wangekuchukua wewe uwe mtumishi. Mbona unachukua huyo? The oil on that man burns more than yours. When one of the man of God is in trouble, say Pastor Boniface is away, we should be praying for him. Praise God. We should pray. You should develop that attitude and pray for this man. They go through a lot. Unaombea kanisa, unaombea watu, nobody is praying for you. Rahab was a harlot. But the Bible says when the destruction of God came, Rahab was spared. Hakuwa wakati hasira ya Mungu ilizuka Jericho, Rahab alipona, but she was a harlot. That is the burden. There is one man I'm in Fresher. This one. You have a sweet spirit. This man. You. James has a sweet spirit. Have a sweet spirit. Serve God. Going to God that burden. In the realm of the spirit, I can scan you and take you. Praise God. Beba mzigo kanisa Bwana. Ukitoka hapa, enda hapa redeem, kienda EBC, chukua mtu ambaye amebeba mzigo, usipee kanisa mzigo. Praise God. Usipende maombi tu. Penda maombi na upepe mzigo. Penda maombi na ufanye nini? Nilipata yetu asubuhi anaosha Sunday school, nikamwambia hii ni kazi nzuri unafanya lakini sio kazi yako. You are the worshiper. What are you doing here? This one. You know you are burden. Na hiyo itakaa kwa kinga yako. Carry that burden of worship. Kwenda kwa kazi yako. Na wale watu wengine ambao tuko hapa. I thank God for this camp because wakubwa wetu pia wanakuja kanisa. It's something encouraging. Wengine wao kwanza wanakuja. Patron, thank you so much. Baya ni patron wetu. Huo ni mzigo. Mzee kama huyo anaweza kuongoza kuimba wimbo na wewe kijana hauwezi imba. Ni mzigo bado sasa unabeba. Kama patron mzima anaweza kuja hapa na aongoze watu. Na wewe unakaanga tu kama boss, kazi yako tu ni kiti. When will you carry a burden for God? Hapa si mahali ya kuja kukaa na kwenda. Kuja na ufanye kitu. Hata sumo, hata sikuje tu mo. Pia ni ngumu. Watu wa Mungu, praise God. Kuanzia saa hii, tafuta kitu hapa. Na ufanye nini? Fanya na ubebe. Mungu atafurahia. Ni lini utafurahisha Mungu kwa kufanya kazi ndani ya nyumba?
the pattern. The Bible says when God will be able to come back in the book of Luke chapter 17, I think, and chapter 18 of Luke, the Bible says men ought to pray. Always, men ought to pray. The same thing, Thessalonians, Paul writes Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 to 18. The Bible says that pray without ceasing. Mbona tuombe bila kukoma? Why? Kwa maana kuna mambo ambayo yanakuja mbele ambayo hatuwezi yafanya bila maombi. That's why he said man ought to pray. And he goes further to mention people like Noah. He goes further to mention people like Lot. He goes further to mention people like David, who had the pardon of God. Pastor Noah, in the book of Genesis, he preached about obedience for 100 years. He preached for how many years? 100. Na kuambia kwamba chengeni safina, mvua inakuja. Na siku zote alikuwa anachenga safina. Huo ndio mzigo. Lakini watu hao hawakumzigia. And the Bible says Noah and the family peke yao ndio waliingia safina. How many people? 8. Watu 8. Out of the whole world, watu 8. That is Noah and the wife, Japheth and the wife, Ham and the wife, and Shem and the wife. Watu wangapi? Wengine walienda wapi? Bwana, injili kama hii tusikumbatie na tuone mfano wa Mungu. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu simama. Simama. Good. You can see. Nawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wamechoka. So next time tutaanza kuhubiri saa hili ndio watu wasichoke. Therefore, we want you hapo. Sio basi. So that people go and ponder on the one. Na utafute kazi hapa ndani ufanye nini? Na ujiulize kutoka leo sitakuwa mzigo kwa kanisa, lakini mimi nitabeba mzigo wa nini? Sitakuwa mzigo kwa kanisa, lakini nitabeba mzigo. Nitabeba mzigo. When your prayer life dies, you live a sinful life. Maombi katika maisha yako ya kizima, utaisha maisha ya dhambi. Na utakosa kubeba mzigo wa Mungu wako. So make sure your prayer life remains active. Amen. Prayer life remains. And now may the Lord bless you. Amen. May God be good to you. Amen. May God cause you to prosper this month. Amen. May God open your ways. Amen. May God shine His light on your family. Amen. May God be with you. Amen. May God hold you by the right hand. Amen. Father, in the name of Jesus, I thank you for your people. I thank you for the word. So Lord, we want to wind up this service. I pray that your grace will be sufficient. We give you all the glory. When we came here in the morning, we prayed that your Spirit will lead us.
Father, this is an evidence that you have been leading us. Lord, I pray that our life will never be the same after discovering or abundance of this altar. I worship you and I honor you. In Jesus' name, I believe and